sasa, it's perfect for us to do it now. Ni bora kwetu kuifanya hivyo sasa, that we may fulfill all righteousness. Ili kwamba tutimize haki zote. That is what they are lacking. Hilo ndilo wanaokosa. Hallelujah. Hallelujah. And because of it, na kwa sababu ya hiyo, they sought to establish their own righteousness. Walitafuta kuiweka haki yao wenyewe. Verses number 6. Mstari wa 6. But the righteousness, lakini haki that is by faith says, itokanayo na imani inasema, follow this. Fuatilia haya. Do not say in your heart, usiseme moyoni mwako, who will ascend to heaven? Nani atakayepanda mbinguni? That is to bring Christ down. Yani ili kumleta Kristo chini. It means, inamaanisha, inamaanisha, when he's saying being born again, wakati anasema kuzaliwa mara tena, of the spirit and water, kwa roho na kwa maji, born by the spirit, kuzaliwa kwa roho. So he's saying, hivyo basi anasema, do not say in your heart, usiseme ndani ya moyo wako, who will ascend to heaven? Ni nani atapanda juu mbinguni? As to bring Jesus down, ili kwamba mlete Yesu chini, that we may be born through him, ili kwamba tuzaliwe kwake yeye. Verses number 7. Mstari wa 7. Or, au, who will descend into the deep? Ni nani atashuka kwenda kuzimu? That is to bring Christ up from the dead. Yani ili kumleta Kristo kutoka kwa wafu. By faith. Kwa imani. You see, waona, when you are baptized, my brother, ukiwa umebatizwa ndugu yangu, what are you doing? Unafanya nini? You are dying. Unakufa with sins na dhambi. That's the way Jesus Christ died with our sins. Kama vile Yesu Kristo alikufa na dhambi zetu. Right? Sivyo? And you resurrect. Kisha unafufuka. Now without sins. Sasa bila dhambi. So he said, hivyo anasema, for you to attain righteousness, kwa wewe kufikia haki, do not say, usiseme, who will bring Jesus back down? Ni nani atamleta Yesu tena chini? Hallelujah. Hallelujah. Or who will bring Jesus from the dead? Au ni nani atamleta Yesu kutoka kwa wafu? For us, kwetu sisi, to be born again. Kuzaliwa mara tena. Verses number 8. Mstari wa 8. But, lakini, what does it say? Andiko lasemaje? The word is near you. Lile neno liko karibu na wewe. It is in your mouth. Liko kinywani mwako. It is in your heart. Liko moyoni mwako. That is the message concerning faith that we proclaim. Hilo ndilo ujumbe tunalohubiri. And he said, anasema, verses 9. Mstari wa 9. If you declare with your mouth, kama ukikiri kwa kinywa chako, Jesus is Lord, kwamba Yesu ni Bwana, and believe in your heart, na kuamini moyoni mwako, God raised him from the dead, kwamba Mungu alimfufua toka kwa wafu, then you are saved. Basi utaokoka. Yes. Then you are saved. Basi umeokoka. But verses number 10. Lakini mstari wa 10. For it is with your heart, kwa maana ni kwa moyo wako, that you believe, ndipo unaamini, and are just, na kuhesabiwa haki. And it is with your mouth, na ni kwa kinywa chako, that you profess, ndipo unaikiri your faith, imani yako, and are saved. Na unaokoka. And we clap to Jesus. Tumpigie Yesu makofi. Many a times as I finish, mara nyingi ninapomaliza, we know verses 9. Tunajua mstari wa 9 na 10. But we don't know, lakini hatujui, how heavy it is, jinsi gani ilivyo nzito, for you to confess that. Kwako wewe kukiri hayo. And today I'm telling you, na hivi leo ninakuambia, the reason why we are saved today, tomorrow we are not. Sababu gani leo tunaokoka, kesho hatujaokoka? It's because we have never known the magnitude. Ni kwa sababu